Wanavuta taswira kipi nilichokukwaza. Jibu nakosa naona kabisa uliamua kuniumiza. Suna isineza nikawa bubu maana songei kigugu. Zulkifli, nimepata faraja kubwa sana. Hivyo ndio ninavyopendaga mimi, kuone uwe na furaha, unacheza unakimbizana na shemeji yako. Ni jambo ambalo mimi linanipa faraja kubwa sana. Nipendeza sana mtu na shemeji yake. Mbona miguu na udugu wangu? Shoga yangu, yaani nina jambo hilo linanisumbua na linatatiza sana akili. Jambo gani hilo? Hivi unamjua yule Zulkifli? Namjua. Yaani nampenda, unajua ninampenda. Na nimemfuata kabisa nikamwelezea hisia zangu. Ila yeye alichonijibu sasa, shoga yangu. Yaani, kwanza nimezi. Kwanza kwa Zulkifli gani? Zulkifli yule au kuna mwingine? Pale hamna maajabu yoyote. Kwanza mimi na wewe Zulkifli mwenyewe unamwongelea hapa. Sijui unampenda, sijui unafanyaje. Yaani mimi na yeye tuna vipengele. Siku yoyote nitakapokutana naye popote ndo tutamalizana. Kwani huyo Zulkifli kakufanyia nini mpaka unamzungumzia hivyo? Alafu nilijua unakuja hapa una jambo la maana. Kumbe unakuja hapa kuniambia masuala ya Zulkifli. Zulkifli hajanifanyia lolote. Ila pale hamna mwanaume, shoga yangu. Kama umekosa mabwana, bora toka someo sister. Lakini sio kwa kuwa na mapenzi na huyo Zulkifli. Zulkifli hana maajabu yoyote. Nyosha maelezo yako. Na nataka uongee ukweli. Kwa mume wangu, ina maana mimi uniamini mke wako? Hata unafiki. Tena kwa macho yako tu na uso wako jinsi ulivyo, kuna mambo yanaendelea kati yako wewe na Zulkifli. Haiwezekani hata siku moja Zulkifli akose kuja hapa nyumbani kwangu. Sawa. Umeamua kunitupia mzigo wa lawama. Haina shida. Mimi si mkosaji. Naomba unihukumu. Sister. Sister.
Ushakuwa msala. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dhulkifli, nakuona uko sawa kabisa. Acha nikaswali ukute hapo usitoke. Wewe bi mkubwa. Umzee vipi wewe bi mkubwa? Unazingua hapo bi mkubwa, mbona kama hivyo? Dhulkifli, kipi kinachokuuliza? Mimi naona sioni mwanga katika maisha yangu. Naona nimeshapoteza dira kabisa. Nilikuwa nikijiuliza mimi nitakuwa mgeni na nani katika hii dunia. Kila siku mtu akusaidiwa tu. Dhulkifli, unanihuzunisha sana. Hali ya kuwa unatambua kila jambo lina wakati wake. Alafu isitoshe ukumbuke Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi yake, Mwenyezi Mungu anamsaidia mja pale alipomja, na mja umsaidia ndugu yake. Wewe mbona kelele? Bi mkubwa, mjukuu wako. Amekuwa nini? Mjukuu wako uko Bonteno atosha mtupa huko. Wewe mimi unajua sikuamini wewe. Au wewe ndio umemfanya vibaya? Asa na nini kwa hivyo kati nimekuletea taarifa bi mkubwa, mbona kama hivyo unanichukulia poa? Twende. Twende. Hivi fikiria maisha ambayo mimi naishi. Lakini tizama umri wangu. Ni wakati gani familia yangu nitaitengeneza na mimi kuitwa baba? Kafika wakati na mimi nikaitwa mume nikiwa nyumbani kwangu. Feti. Feti. Wewe Feti. Hebu nyanyuka mjukuu wangu. Umekuwa na nini jamani? Mjukuu wangu. Hebu amka bwana Feti. Jamani, nisaidie basi nipelekee nyumbani. Samani Sheikh Kitumbi, kuna jambo nataka nikueleze. Bila ya samani, wewe zungumza tu. Kusema ukweli, mimi nampenda sana rafiki yako. Oh, bimaana unahitaji uolewe na Dhulkifli? Ndiyo, lakini nilimfuata, then alivyonijibu kwa kweli hata sijategemea. Kwa hiyo nilikuwa naomba
umfikishie hata wewe ujumbe. Najua wewe ni mtu wako wa karibu na nina imani atakuelewa. Hilo ni jambo la kheri, na mimi ni kuahidi nitalifanyia kazi. Nitashukuru sana. Basi usiwe na hofu, niachie mimi nilifanyia kazi. Aya, kwa heri. Kitombe. Naam. Alikuwa anazungumza nini yule binti na wewe? Dhulkifli. Yule binti kiukweli alikuwa akinielezea hisia zake kwako, lakini bwana mkubwa umeamua kumchinjia baharini. Kwa nini? Mpango wa kuoa nao, lakini kila kitu kina wakati wake, lakini cha msingi ni kujipanga. Kama jambo haliko sawa, ni huwezi kuyaingilia mapenzi, ni msimu ambao hauko tayari. Utayakosea mahusiano na mwisho wa siku ni utakwaza hisia za watu au nini moyo wa mtu, ikaonekana umeharibu. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nakisubiri ni kwamba ni kujiweka tayari. Pindi mtakapokuwa tayari ni basi hamna shida, ila nimemuelezea ukweli kwamba kwa wakati mimi sasa hivi siwezi kujiingiza kwenye mahusiano kwa sababu ambazo mimi mwenyewe nazijua. Lakini wakati huo nafunga tu siri kwamba ni sina kitu, mfuko haufanyi kazi. Lakini tambua kitu kimoja, yule mwanamke ni mwenye maadili sana, na mpaka imefikia hatua ya kukuhitaji wewe, basi ungejaribu kufanya kitu, kwa sababu chelewa inaweza ukapata mtoto sio wako. Unasemaje? Nasema hivi, mtu yote asiye swali ni shetani. Mimi shetani? Ndio. Umenioa bado msichana mdogo na swali mpaka hivi nimekuwa mtu mzima, nakwambia siwezi mimi kuswali kuinama, siwezi. Umening'ang'ania tu wewe baba. Mimi nimechoka na kumaliza. Kafiri. Ngoja leo nakumaliza. Nasema wewe nimechoka. Mimi unanitesa, unanitukana matusi. Wewe